Tusimame tusome neno la Mungu. Tuko katika Injili kama alivyoandika Marko sura yake ya 6. Tutasoma mstari wa 13 hadi 39. Marko 6 mstari wa 13 hadi 39. Sio kama tumepata Injili ya Yesu kama Marko alivyoandika sura yake ya 6 mstari wa 13 hadi 39. Tunapata tusome kwa pamoja. Tunasoma katika jina la Yesu. Na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari ya mambo yote walioyafanya na mambo yote walioyafundisha. Akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuwepo watu wengi wakija wakienda, hata ikuwepo nafasi ya kula. Wakaenda zao faragha mashuani, mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda zao, na wengi walitambua, wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote, wakatangulia kufika. Naye aliposhuka mashuani, akaona makutano makuu, akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni jangwa tupu, na sasa kuna kuchwa. Waage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando, wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua, wakasema 5 na samaki 2. Akawaagiza wawaketishe wote vikao penye majani mabichi. Ni neno la Bwana. Amen. Nawasalimu katika jina la Yesu. Na kusalimu katika jina la Yesu. Nisalimie watu pembeni yako, mwambie mbele na kusalimu katika jina la Yesu. Nashukuru Mungu kwa neema ya kipekee ambayo amenipa tena ya kusimama mbele yako siku ya leo. Jina lake libarikiwe sana. Haiko nguvu yangu, haiko akili, haiko kutaka, ni neema tu ya kipekee ambayo amenipatia siku ya leo ili nisimame mbele yako. Nasema jina lake libarikiwe. Nashukuru baba mchungaji na baraza yote nzima ambao wametukubali tena tusimame mbele ya taifa ya Mungu siku ya leo ili tutangaze neno la Bwana, tupane yale ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Tunasema asante sana kwa hii confiance ambayo umetupatia ya kulisha taifa la Mungu neno lake. Haleluya. Haleluya. Na kushukuru pia wale ambao wamekuja hapa siku ya leo, maana huko pia baraka kwangu, na ninaomba Mungu anisaidie na pia nipe baraka kwako siku ya leo. Haleluya. Amina. Kwa watu wanaokopesha sura zikapazika, manake unakuja sura mbaya sana. Haleluya. Biblia inasema na Israeli waliponiambia nende wapi? Sasa mwenyewe anaona yuko fasa kuja sura, yuko fasa kutana sirika makarizme ya mingi. Haleluya. Haleluya. Ya toka wiki hii ambayo tuko ndani tulianza kuongea somo ambalo nasema kaa kwenye majani mabichi. Nisaidie kwa pembeni yako, kaa kwenye majani mabichi. Hii mafundisho ni mafundisho ambayo Mungu kwa neema yake nimeandika kwenye kitabu hiki, na nimeona ni vema, maana kuna wengi ambao walikuwa wananiuliza maswali sana kuhusu kitabu. Kuna mmoja wao nayo na wengine hawajaipata, na walikuwa wananiuliza maswali sana kuhusu kitabu, na nimeona ni vema kwa hii neema ambayo Mungu ametupatia tuongelee kidogo kuhusu mafundisho ambayo iko ndani ya hii kitabu. Haleluya. Haleluya. Nilisema hii kitabu ilizalika kupitia maulizo
maulizo ambayo mimi binafsi nilikuwa nikijiuliza kanisani, kuona tunaomba sana, tunaimba, tunatoa, tunafanya kazi ya Mungu, lakini maisha inakuwa pale pale, vitu havibadilike, vitu vinabana. Watu wengine mpaka wanakata tamaa, wanarudia nyuma kusema je, Mungu atendake tena? Nikaanza kujiuliza ile maswali. Mimi najua kama kuna mwingine anaweza kuwa pia ile maswali kuna kujiuliza. Angalia Depuli anza kaiwa, Depuli anza kuhubiri, Depuli anza kutoa, ukaanza omba, mbona vitu viko pale pale? Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mabadiliko. Na ni pale Roho Mtakatifu akaanza na kunifunulia mambo fulani ambao tuliandika kwenye kitabu. Maana kitu moja ambayo Roho Mtakatifu alinifundisha na kunielewesha ni kwamba hautapataka kitu kenye haujui. Niambie wewe kwa pembeni yako, hautapataka kitu kenye haujui. Kitu kenye haujui kwa maisha yako, hata iwe ni kiako, hakitakusaidia. Kitu kia kwanza ambao kinafunga kanisa ni ignorance, kutokujua, ni connaissance. Niliongea hivi na kati nikasema Marko 5, Yesu anafika fasi moja na kutanana na mtu mmoja ambaye alikuwa amevamiwa na mapepo. Na ile mapepo ikaambia Yesu, asema tunakujua kama wewe ni mwana wa Mungu. Na kazi ni tunajua unakuja ni kutuangamiza. Lakini muda yetu ya kuangamia ndio tunaangalia pale pale. Sasa hivi muda yetu hayafika, bado tunakuomba uturuhusu twende na nguruwe, usituangamize. Na nikasema ya kwamba kwa sababu ile mapepo iliomba na inajua liko na roho, ili detail pia ilionyesha kweli, ikaonyesha kweli. Nikamwambia Yesu, tunajua kama unataka tuangamize. Wakati tuangamiza hayaenea. Biblia inasema ya kwamba Yesu akasikia mapepo, akaziruhusu ziende kwa nguruwe. Sababu wakati mwingine tunaomba sana kanisani, lakini unakuta maombi yetu iko sawa vile inaisikiwa. Maana kitu ya kwanza ni tulitanguliza maombi kuliko kutanguliza ujuzi, kuliko kutanguliza connaissance. Japo ukisoma hata maandiko, ukisoma habari ya Yesu alikaa na wanafunzi anawafundisha kila siku, hata kuomba alikuwa watu wake. Parce que le problème kwa kukimbilia kuomba, le problème ni kujua ndaomba nini, ndaomba namna gani. Ndio maana nyuma sasa kwa anakiambia Yesu, aseme tuliona Yohana kufundisha wanafunzi wake kuomba, na shie utufundishe kuomba. Maana tunajiuliza jua nini Yesu akuprivilege kufundisha kuomba? Akaiacha kwanza. Maana alijua ya kwamba maombi iko na nguvu, lakini kama mtu anajua kile unaomba na kile unataka ufanye. Haleluya. Haleluya. Katika mfano ya Yesu anapana njia mbegu. Anasema njia mbegu ambayo inaanguka kwenye njia, ilianguka mimba, ilianguka kulichiwe, na ilianguka udongo mzuri. Katika ile mfano sasa na tafsiri anasema ilianguka njia ni mtu mwenye alisikia neno kwa furaha, lakini juu hana mizizi ndani yake, lakini juu hakuielewa, aseme shetani akakia kaniiba ndani yake. Maana ile problema ni kusikia neno. Le problème ni kuelewa na kusikia. Ndio maana kwenye udongo mzuri Biblia inasema ni mtu mwenye alisikia neno na akaelewa neno. Sasa kanisani mara nyingi tunasikiaga neno, kuelewa tunatoka na kuelewa. Tunakutaka mtu anaweza kwambia ulihubiri mzuri. Mesoma muuliza nilihubiri nini? Hali. Maana yote kwa kuhubiri mzuri. Na ndio tunataka pale imani kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaambiwa pokea na tunapokea. Makari na tunapokea. Mimi problema ni kupokea. Ni problema la ujue unapokea nini na utaipokea namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ndio maana Roho Mtakatifu akaanza kunifungulia hapa, maana hapa Biblia inaonyesha watu ambao waliishi muujiza. Tena muujiza mkubwa ambao ulikuwa zaidi ya 5,000, lakini mikate 5 na samaki 2 zikawalisha na kukabakia tunga 12 ikabaki.
muujiza mkubwa. Lakini kabla wafikie hii muujiza, kuna vitu walitembelea, kuna vitu walifanya juu wafikie kwenye muujiza. Haleluya. Na bila kwa pembeni kuna vitu utafanya juu uishi muujiza. Shida tumekuwa nayo kanisani ni kwamba tumezania ya kwamba kuamini ni kuachia Yesu afanye yote kwa nafasi yetu. Kuamini ni kuachia Mungu afanye yote kwa nafasi yetu. Lakini nataka kuambia siku ya leo kuna vitu vile utafanya na kuna vitu vyenye Mungu atafanya juu kutanane na muujiza. Usipofanya neno unahitajika kufanya, hata Mungu afanye neno ungepasha fanya, hautaona muujiza yako. Lazima wewe ufanye ndio ungepasha fanya na Mungu naye afanye ndio anapasha fanya, tuje uishi muujiza. Umoja asipofanya unabakia bila muujiza. Na hii hapa ni habari ya Yesu na wanafunzi. Biblia inasema ya kwamba walitoka fundisha, wanakiapatia Yesu raporo. Hapa tunasoma Mungu anamuelezea yote walifanya. Biblia inasema Yesu ndio akamwambia twende nafasi kwa kutakuwa kimya. Twende mkule na mpumzike. Bakaingia mtumbu, bakaenda nafasi kwenye kuko kimya, juma kule na mpumzike. Mekumi sana aliingia mtumbu. Watu walikuwa pale, bakajua Yesu na wanafunzi banaenda nafasi fulani. Nao wakatangulia kule. Biblia inasema wakapita miji na vijiji, wakienda mbio, wakatangulia kufika mbele ya Yesu na mbele ya wanafunzi. Yesu anatoka mashua, anakuta watu wamejaa. Watu wiko mingi. Asema atakuwa na compassion, atakuwa na huruma juu yao. Yeye akaanza tu kuwafundisha. Akasahau misio iliyoleta pale. Akachokipenda watu ambao walikuwa na kiu. Haleluya. Maisha ya kiroho unapataka parapo na kiu huko naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Mweko alitetu Biblia inasema juu ya zawadi za Roho Mtakatifu. Kisha Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu anapatiaka mtu sawa sawa na jinsi yeye pekee anataka. Lakini Corinthiens 14:1 Biblia inasema ya kwamba aspire, desire, tamanini vipao. Ataka maroho na vipana kisi nataka. Mefo kwazo kitamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Na watu walikuwa na kiu. Na ile kiu ikafanya Kristo akaanza kuwafundisha. Na alipokuwa akiwafundisha, maandiko yanasema wanafunzi wakamjia wakamwambia Baba, mahali kwenye tuko ni mjangwa. Na hao watu wakujana. Asa uwaruhusu waende watafute chakula mumamiji za karibu, wasikufe hapa na njala. Haleluya. Haleluya. Nikaongea nikasema hivi, kiukweli walikuwa na njala, haikuwa watu, ilikuwa ni wanafunzi. Mesala alikuwa mbele ya Yesu. Hawakujipresente bo, bali presente tu watu. Bakasema hawa watu wiko njala na watakufia hapa na njala. Uwaruhusu baende batafute chakula, basifie hapa na njala. Nikasema hivi, dunia tumeharibika, maana kitu mwa tumesahau ni kwamba kuna watu tumeaminia tu kwa kusikia maneno yao, japo nia yao ilikuwa tofauti na maneno yao. Mkanisa taniambia mtu mmoja asubuhi ya leo, tunaweza changia nyimbo ya wokovu, lakini hatuchangie wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaweza imba nimeokoka na furaha, lakini wokovu ndani sote hatuna. Asa kusikwenda mimi mtu kwa kumsikia tu. Maana kitu kikubwa ambao kimetutanganya na kimefanya watu ya mingi wanaharibika na wanakutana madeception maisha, ni tuliamini kila mtu bila kuchunguza nia ya roho yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi sawa wanaongea kama vile wanapenda watu, japo kwa nia yenye liko nayo ni pote wa kule, pote wa kupumzika. Lakini sawa nakuya mbele ya Yesu, hawajipresente. Na mwili mwengu
Mtu matakuharibisha, hata kama mwingine atakuharibisha. Ishame. Mtu matakuharibisha, atakwambia kama nakupenda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Atajifanya na kufurahia, atajifanya na kupenda. Mekumbi nia sasa niko ndani. Ndio problem. Asa kwa maisha ya kiroho na maisha ya kimwili, usiamini kila mtu tu kwa kumsikia. Kama kuko perception, ni chupu nipatia confiance watu wenye wakumeitele confiance. Benino nituma tulibasikia na hatukuchua nia ile niko nayo. Na nikasema kitu cha kwanza ambao kinatupatia nguvu mbele ya Mungu kanisani ni nia ile tunakuweka nayo mbele ya Mungu. Le problème iko kuimba, le problème iko kutoa, le problème iko kuhubiri, le problème ni nia gani kwanza ni kuleta presence ya Mungu. Sasa watu wengi tunawaona kanisani wanaimba, wanahubiri, wanatoa, lakini nia zenye iko nazo hazifurahishe Mungu, hazipendeze Mungu, ndio imefanya wanaikana miaka kanisani bila kuishi muujiza. Na sasa vile watu tunaweza kufikiria huko. Sema udada anatafuta kama Mungu. Huyu kaka ni mhubiri mzuri, mwimbaji mzuri. Mungu singemuonekania. Mungu mwako anaangalia roho yako. Anasema baki kwa tena. Kitu mmoja tumedanganyika mkanisa ni kwamba tukazania kwamba presence hiyo pekee inatosha. Asubuhi ya leo lengo yako ya kukuja hapa ilikuwa nini? Maana Mungu yeye angalia yake sana mtu. Ndio tunasema aseme yeye anaangalia kama moyo ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Yeremia 17:10 inasema kwamba aseme mimi Mungu nachunguza moyo na kupima nia ya mwanadamu. Haleluya. Haleluya. Asa watu wengi wanatumikia Mungu bila kuishi muujiza kwa Mungu, maana wanatumikia Mungu na nia tofauti yenye Mungu iko na uwezo. Wanatumikia Mungu na nia ya kutaka kuonekana mbele ya watu. Wanatumikia Mungu na nia ya kutaka kujipendeza mbele ya watu. Wanakia presence ya Mungu juu fulani amuone, juu fulani aseme, juu asiseme haku yake. Na nia nyingine ya kutaka kutukuza Mungu, kuabudu Mungu, hana hayo. Ndio maana unaona tuko na posema tuabudu, tusifu, tushukuru, tu ya nini uko presence iko mengi. Haleluya. Na wanafunzi nao wakaonyesha maneno ya mzuri mbele ya Yesu. Lakini nia walikuwa nayo ya moyo. Ilikuwa haiko juu ya kupenda watu. Ilikuwa ni juu ya kujipenda wenyewe. Mwi dunia ndugu yangu usiamini kila mtu. Usiamini kila neno. Kiukweli Biblia inasema ya kwamba sasa c'est la abondance du cœur que la bouche parle. Lakini usisahau kama Biblia pia inasema tena, Yesu anasema aseme watu hawa wananipenda tu kwa midomo lakini roho zao ni mbali nami. Ndio kuna possibility pia yenye midomo inaweza ongea na kinywa na roho ikusi. Kuna kitu nimejifunza katika maisha. Nimejiuliza sana juu ya kitu. Kwa nini walipofundisha majina japo ni kitu kimoja? Longo na mate vinatoka fasi moja na ni kitu kimoja. Mimi nimefundisha majina. Inakuwa tu yani longo na mate. Ni kitu kimoja. Vinatoka fasi moja. Lakini jina ziko tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Niligundua ni kwa sababu gani tulongo na jamshaka yote. Memate na tumaka permission ya midogo juu itoke. Na maneno kuko maneno longo. Yenyeeza chiangusha yote lakini roho haikuongea. Mtu anakuambia kitu cha roho yake, yuko nasema ingine. Ndio maana usipatie mtu confiance bure. Hata kama naye pale fasi moja, usimwamini bure. Maana unajua ndiye anayebaleka au mwingine wewe. Unaweza kaja kwa mtu Mungu
fulani, lakini wakati anatafuta kukubariki lazima atatumia tu mtu kuja kubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu ataitimiza tu mtu kuja akubariki, hata kuyaka au naka fulani zinatoka mbinguni na zinashuka, atatimiza kama mtu atrapere mwingine kuja kufikisha baraka kwako. Jona kitu nikasema hivi, kuwa na uhusiano mzuri na watu, juu watu ndio utajiri wetu. Amen. Amen. Haleluya. Ule mkono pembeni yako ndio njia ya baraka yako. Ule mkono naona leo ndio njia ya baraka yako. Usizarau mtu, aujue mtu gani mwenye Mungu anaweza tumia kesho jua kuwe njia ya baraka yako. Niliandika nikasema hivi, anaweza kuwa mdogo, anaweza kuwa mkubwa, anaweza kuwa masikini, anaweza kuwa tajiri zaidi yako wewe, na Mungu anamuitimiza kuwa njia ya baraka yako. Haijalishi kiwango, haijalishi hali. Kuna watu tunajua ya kwamba alizalaka mtoto na ule mtoto anakuwa njia ya baraka yako. Tunaweza kuwa mtoto wako na anakuwa njia ya baraka yako. Ndio maana hapana zarau mtu, hapana neglishe mtu, maana ule mtu wako naona pale ndio njia ya baraka yako. Shida ni kwamba kanisani tunaomba sana na kutengeneza mahusiano na watu. Wakati mwingine Mungu anaangalia anataka kubariki mtu, menda mbariki atravere na Yesu wewe kuna mtu anataka kulia na anasema kujue kitu kisi na baba na haleluya. Amen. Problem ni nini? Ni jinsi unaishi na. Haleluya. Usiko na zarau mtu. Mtu ndio baraka yako. Haijalishi kisi iko sai, deneko nayo sai. Maana Biblia inasema kesho ufungo. Asosi tujiweke siku juu ya kesho. Maana siku moja inaweza zaa vitu vikubwa. Kuko watu walalaka asubuhi wakajisikia kwa journal bali wanaomekwa wa ministry. Hawakuwa wa ministry jana. Mbele wanakuwa wa ministry. Unaweza msarau jana, jua bana muone, kumbe usiku baka muone alilala mtu wa kawaida. Asubuhi analamuka na escope, ziko na mzunguka. Ndio maana usikuwe na zarau mtu, jua utajua atravere nani Mungu atakubariki. Na hata ni exaggerate niseme hivi, kanisani tukikia kitu ya kuomba na kusikia neno la Mungu tushapoteza mission. Tukikuya kitu tusikie neno la Mungu na tuombe, tunapoteza nini? Mission. Tunapokuja hapa ni tu create connaissance. Haleluya. Ndio maana chakula kwa ile pupa ile baraka tu mkutano na koko naenda. Utabarikiwa atravere nani wewe? Ongea na watu wa mkutano, patasha na watu. Uko watu wengi na makazi huko na sasa wanashukuru wala kontakte na kuwasaidia wapate kazi na kuja kwa wapate kazi. Tukiwa na ile kwa wapate kazi. Haleluya. Uko wasomea kitu wake. Ushachukua Mombasa, ibada kiisha unaenda. Sasa siku na tatu utaona leo sina kesi ya kujenga. Kukiliko wale sasa nyuma yangu ni pesa jenga. Kwa Yesu asifiwe sana. Pesa kwa sina gari sai. Mimi kwa wale sasa ya gari. Sasa usinizarau tu kwa mekanisa tu na sina gari. Ongea kuna mia usesha leo. Pesa kwa sina sai. Kwa sasa. Haleluya. Mpaka sasa yao iko. Toka tunapotoka mwilani, partage na watu. Ongea na watu. Change manimero. Hapana kujifanya pise. Tunatravere mie ndio Mungu atakubariki na travere wewe ndio Mungu atakubariki. Mungu anataka kujiona mimi wewe. Alijua ya kwamba ndani yangu kunapita baraka ya mtu hapa na ndani ya mtu kunapita baraka yangu hapa. Kama alikutosha kule, akakutosha huku, akakuleta hapa. Jua alijua kwamba atravere wewe kuko mtu akabarikiwa. Na atravere wewe kuko mtu atakubariki hapa. Partage manimero na watu. Ongea kazi yako na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana.
iko na besoin ya mtu. Mungu ndio anaweza yote. Muumbaji wa kila kitu. Alifanya yote unaonaka na huonaki. Na anakuwa na besoin ya mtu. Kama Mungu unajua Mungu, anaweza kuwa na besoin ya mtu. Wewe na mimi. Ona Yesu kufanya juu ya vingine. Yesu alikufanya tu kia kitu hili arudishe uhusiano tena yeye na mwanadamu. Sasa kama Mungu anaweza sacrifice kwa kushikana relation na mwanadamu, Mungu anaikisha relation yake. Mungu anachukua tukarudisha relation na mwanadamu. Mungu anaikisha relation na mwanadamu. Yeye anachukua tukarudisha nini? Wewe unaona tu relation kawaida. Haleluya. Haleluya. Na ukimwambia waamini wa Paulo, asema wakati wanaangalia tu kwa stati. Ndio sawa kusalimia wewe wawe salimiana. Acha ile roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ongea kuna watu mtu wa maana, mtu wa chuake. Haleluya. Haleluya. Jambo ya pili ukoteni ni kwamba Biblia inasema iko mie. Biblia inasema aseme Mungu anamwambia Abraham, katika wewe na kizazi chako mataifa yote watabarikiwa. Maana ni kusema nini? Ukitaka baraka usiende kwa Mungu, uende kwa Abrahamu na kizazi ya nini? Maana ndio Mungu ashaweka nini? Ukitafutia baraka kwa Mungu ulishakutia. Ukitaka baraka tafuta hayo kwa Abrahamu na kizazi ya Abrahamu. Japo tukisema Abrahamu tuko naona kizazi yake tunakuona wewe Mungu pale. Na acha niexaggerate kusema kizazi ya Abrahamu hamna tu Wakristo na Mungu na wapagani. Kwa sababu Ismaeli ni kizazi ya nani? Ndio maana nataka mpagani hata kama ni kanisa ongea tunaibia. Hata mapambano anapoka mlozi ongea naye. Hawezi kushinda balozi alisovea mtu. Pastor mmoja ngoma mwenye balozi alipokuwa anapanga kwenda muua. Mimi mmoja akasema kuroya ule papa. Siwezi unapata. Akataka na sekei ndio ndio tulikuwa tunakalia kukuua. Ni mlozi. Mekisi naishi naye. Haleluya. Sasa pastor nani apote tikito kuongea tunasema jinsi banamlipia mavoni yao ndio wakemuua. Lakini sasa wanafika hapo vieni wewe na wakatoa sadaka chakuli kuuzia franga na mapasi. Kia nini nikisa naishi nao? Angekuwa roho mbaya nao ile siku alikuwa anamalizika. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuwa utamchuaka na watakusove pia. Hautamchuaka ndio maana ongea tu na pia na nani? Jambo ya pili niliongea nikasema ya kwamba ile fea kutuma watu, kutuma kwa wanafunzi ndio wanaikalisha. Ilikuwa ni kufundisha ya kwamba Mungu anabariki taifa yake kupitia utiifu yenye liko nayo kwa watumishi wa Mungu ambao wako mbele yake. Ndio mimi nikasema hivi, hautabarikiwa chini ya mafuta ya utii. Unapokuja hapa kanisani kututi saipo, kuna malaika Mungu ameweka mahali hapa. Na usiposhuka kutii mafuta yenye Mungu ameweka juu yake, atauome sana hapa, atakuwa anatoa kila siku. Unatengaka hii kanisa iwe peke. Kama upendi shuka chini ya mafuta, hautaona mkono wa Mungu mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Yesu anataka kufundisha watu ya kwamba mimi naweza waambia na mnatii mwingine. Lakini kama hao wanawaambia na mtii maana baraka mkafanya. Wanda kuna watu wana probleme kusema sema bila sikiaka Mungu. Nikisema vile mimi watu ambao wanaita sentiment intercessor. Ndio nakutaka mara mingi liko na upako meli yako. Iko naambia vile upako yako ni tosha. Lakini unakuta toke iko pale. Angalia makanisa la mingi. Banabii, ba intercessor ni wapi unakutaka liko na upako anaweza kuambia maisha yako yote kweli. Maisha sasa yanaishi. Kupata unga ni problem. Juu ya nini? Juu wakati mwingine watu wakishapata ile neema si tu kama mchungaji hana ya kutabiri sawa. Ya kama sifa hizi ishi yake na mchungaji mmoja pale. Mimi naona Mungu anaongelesha. Utabakia naona lakini maisha ya upeo unako. Utabakia naona mimi gani kuiona itakuwa problem. Utabakia
numero na majina za watu, lakini kuona franga. Paske Mungu anabariki watu ni kupitia utiifu yenye biko nayo kwa wachungaji wao. Nilisema hivi, anaweza kuwa mdogo kwako, anaweza kuwa mkubwa kwako, anaweza kuwa hana yenye uko nayo. Kama Mungu amemshimamisha mbele yako, lazima utii mafuta yake ili uishi baraka yako. Mungu akileta mtumishi wa Mungu, niliongea hivi, nikasema eko nitie tuze, Mungu Roho Mtakatifu alipana mazawadi kwa kanisa. Akapana za unabii, akapana za kutabiri, akapana za muujiza, akapana za hiki na kile. Lakini katika Efesie 4:11 tunaona aina nyingine ya madoo yenye Mungu alipana kwa kanisa, na ile madoo haiko ya profesi, mimi toa ambayo ni watu. Biblia inasema wainjilisti, wanabii, wadokta, mapasta na wapote ni madoo yenye Mungu alipana kwa kanisa. Boye hawana madoo, mebo peke tu madoo. Sababu ukikuwa na uoga, manake uko na baraka. Lakini ile baraka itakufikia ni baraka na vile unatike ikiko na. Niliongea juu ya mtu mmoja ambaye anaitwa Elisha. Elisha kwa mwingine wa Samaria, menjale na pika mkini, paka batu wanaanza kulana, wanaanza kula watoto yao. Njani nafikia kiwango wanaanza pale kilima ya mtoto. Tukule wangu leo, kesho tukule wangu. Biblia inasema mavi ya njiwa ikapanda bei. Baki nikusema njiwa ilikuwa napaka muheo, na baki ilikuwa na nshimele. Baki wanachunga ikinyamba tu. Baada ya pikanele mavi kwenye uzishi. Haleluya. Njala ya kafa. Paka siku mfalme alisikia. Reaction ya mfalme ndio ilishangaza. Akasema nakata kichwa ya nabii Elisha. Kwa sababu mfalme sikia nabii Elisha ndio provocateur wa njala, nabii mfalme akasema hapana. Lakini mwake ni mfalme alikuwa anaelewa ni kwamba kwenye kuko presence ya mtumishi wa Mungu lazima kuwe solution ya problem. Akasema hatuwezi kuwa na mtumishi wa Mungu mwa hii hali na tuendelea kuteseka hivi. Owe basi ni muue tujue kama hatuna hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa ile mfalme alireconnecte presence na zamani ya mtumishi wa Mungu. Elisha alisimama na akasema, kisi mimi nasimama leo, kesho njale itaisha na kesho njale itaisha. Hakulima, hakuinvesti na kutia franga. Alisema kesho saka manai chakula itakuwa msaada. Baba wao kama marojiki wanashiba nielewa, akamwambia wanashiba nielewa, wewe kwanza utaliona na utakula. Na kweli akaliona na kulikulaka. Kwa sababu wakati tunaelewa zamani ya mtumishi wa Mungu iko na neema ya kusema neno, maisha yako ni kavala mwili. Tunasema majina ya Dangote. Dangote utajiri wake unatokea wapi unajua? Dangote alikuwa tajiri, alikuwa ndio anafanya biashara, lakini kama dunia yote inaanza iba Dangote, ni jua heshimia mafuta ya mtumishi wa Mungu. Siku moja mtumishi wa Mungu atenda ubiri, alisabaka kukata bia avio meko na program ya kwenda ubiri. Kisha nakuta sasa fasi zishaji. Anambia mnisaidie ifo nipate fasi juu niko naenda mo ni chance. Bado anambia akatala toka sana atakupatia fasi. Dangote anasema papa mie na bia na franga kama. Juu anasema arudishie mtu franga ya juu ya avio kufuata yetu ya pesa. Bado wanakataa kurudishia franga. Dangote akasema na sacrifice ni bie yake. Ni franga akasema nafasi yake papa uende mimi kwenda biashara ndiza chunga vya kufuata. Mtumishi wa Mungu akasema hiyo nafaa. Afrika tu hapana, Afrika tu hapana, ni jirani tu ikujue. Afrika ikujue kutaji. Sasa dunia kuna muimba Dangote. David wewe alibarikiwa vile. Neno nini? Ya baba. Ndio mpendo acha nikwambia kwamba mafuta unaheshimia ndio nakubariki yako. Na ukikaa nafasi kwa kuheshimia mafuta toka tu wako jua utaona baraka ya pale. Niliongea nikasema Yakobo analota ndoto, anasema anaona eshele, ile eshele inarejea dunia na mbingu. Maana ilikuwa inatoka kudunia inafika mpaka mbinguni eshele. Mimi naona tu kategoria mtu mmoja alikuwa anapita kwenye eshele.
aseme ni wa malaika. Mekisha kitu mwake ananishangaza Yakobo asema wale wa malaika walikuwa wanapanda na wanashuka. Wanapanda na wanashuka. Kitu mwani niliambia Yakobo iko swali unataka mbaya. Ungelisema wa malaika walikuwa wanashuka na wanapanda ningekuelewa. Na unasema wa malaika walikuwa wanapanda na wanashuka. Maana walikuwa kudunia ndio walianzia ndio wakatokea wakapanda na wakashuka. Metunaona wa malaika wajua kiishi kudunia. Sababu malaika wa aina gani hapa? Ndipo Ufunuo 2 kalifunulia ya kwamba wakati wale wanaandika kwa makanisa anasema kwa malaika wa kanisa andika. Maana watu ambao Mungu ameweka chini ya makanisa ni wa malaika wa kudunia. Na wale ndio wako na uwezo ya kupanda na mahitaji ya watu na kushuka na majibu ya watu. Usipokuwa chini ya malaika fulani, maombi yako haitakuwa na nguvu. Wewe uliza analiomba miaka. Please ya venta iko tasi na kila mwaka alienda kanisa anatoa sadaka. Mesiku nabii wa Mungu alishimama na kumwambia uende na Mungu akupe haja ya moyo wako, na ni ile siku ndio alipata kama mtoto. Amen. Kwa hiyo mtasumbuka kuomba. Acha nikwambie kwa nini mahitaji kila kusumbua, acha kitu pia baba. Baba pastor ndio kile hitaji. Na kitu papa. Kitu mtajua ni kwamba itadepende sasa na neema connection yenye uko na utifu uko ndani yake. Ora ile kitu ya kwanza utajua ni kwamba kitu pastor anataka sana juu ya point de contact. Haleluya. Point de contact ya kwanza inaonyesha kama unaheshimia mafuta ambayo kuna kuongoza ni wakati anakula chakula yako. Chakula ndio kitu inabeliaka mtu na baba muombe spiritual. Ule mwenye nakulaka chakula yako, ule ndio mwenye mafuta yake inaweza kuwa na impact ya kubariki maisha yako. Tukipata neema na yaongea mzunguko chini. Haleluya. Amen. Jambo ya tatu niliongea mambo sitarudia, na jambo ya ina cha niruke. Biblia inasema kama akawaambia muwaikalishe. Juu ya nini waikali? Amen. Amen. Juu ya nini waikali hapo wabariki? Kuko rezo tatu kubwa zenye nimepokea. Ya kwanza, tuikale kanisani juu ya kuepuka roho ya mashindano. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuikala juu ya kuepuka roho ya nini? Roho ya competition. Wao walikuwa pambele, hata wewe mwenyewe utashuhudia. Tukiangalia hivi, pesa sasa kwa urefu mwani huko. Japo ni bongo. Jua naikala, mama naiko naona mbele na kabe kwa nyuma ya mabishi. Ewa kishimama pale, mama anaweza kupokea. Ninasema roho. Haleluya. Mekisema naikala, naiko na manake wakati tunaikala, burefu yetu haionekanaje. Sasa hautakuwa na jinsi ya kujikompare na mwingine, hautakuwa na roho ya competition na mwingine. Kila nini tunaikala, hauleta yako. Kanisa watu wanashuka barikana juu ya nini? Ni juu ya roho ya competition. Mungu anafanya huduma juu ya competition kontra mtu fulani. Mungu anafanya huduma juu ya kujilinganisha na kupingana na mtu fulani. Kama watu wangali na roho ya mabishano, mkanisa hakuna baraka inaweza yamuka. Hakuna baraka tunaweza ona. Wakati tunafanya roho ya kuonesha kama nikiimba nataka imba juu nionyeshe wapi shuka kama mimi najua imba kumshinda. Nikihubiri juu nionyeshe fulani kama mimi najua kumshinda. Wakati ile roho ndani ya kanisa, uko natoa juu ya kuone, uko natoa juu ya kuonesha fulani kama huko. Hawezi una neema ya Mungu kanisa. Hawezi ishi baraka ya Mungu. Porque uishi baraka, lazima kwanza ukubali kuikala. Kuikala ni kukubali kujua ya kwamba siko kisi niko ni neema sio. Acha nikwambie kwamba hata kama tunaikala tusisahau uzuri yetu, hatusisahau urefu yetu, lakini kitu moja tusaidia kuikala, hatutajilinganisha na jitu tunaikala. Jua utaona tayari. Kwanza manaikala hawapo kwa mmoja ya mwingine. Hauna kikale yake. Wakati ni kanisa kwanza tunaona neema ile kwa mwingine au tunaona neema yake. Tunaweza endelea.
Meshika ni kwamba kanisani ndio tunakia kupingana. Acha nikwambia asubuhi ya leo kanisani tukiapingana, kanisani tukiasaidiana. Amen. On est venu compléter en année. Haleluya. Haleluya. Hakuna wa special kushinda mwenzake. Hata uimbe bien, hata ubiri bien, mkanisa hakuna wakile kushinda. Kila mtu iko na faida yake. Parce mimi na ubiri na nguvu hapa, tuko malitengenezea mikrofoni, tuko malishimamia, tuko maliimbisha, tuko malifanya hiki, tuko malifanya hiki, na tuko mwenye kuasiri, bali nala usiku iko naombea mbili. Ndio shimama na upako hapa, tuko mwenye nala kuasiri, tuko maliombea vani shimame hapa. Sasa ninaposhimama, haiko mimi kwa wapire, maana ndiko hapa ni jumu saada ya watu wengine wanafanya jumu shimame hapa. Asa wakati roho ya kuangalia mie iko kanisani, baraka haziwezi kuingia kanisa. Ipo tujue ya kwamba kila mtu iko na bezo ya mwingine. Kila mtu iko na bezo ya msaada ya mwingine, na hakuna mwenye hana faida ndani ya kanisa. Kila mtu, maana tuko mwili wa nini? Kama tuko mwili wa Kristo, hata ndio mtu mmoja siku ya leo. Kama tuko mwili wa Kristo, maana kila kiungo inatusaidia. Ndio maana hata ukwe makiki, tuko na bezo yako. Kitu kikukata tutauza tio. Amena. Hakuna mtu asema. Amena. Atukatema kitu tunachukia, kitu tunauza tio. Maana ukinikata utaona gharama ya kufanya nini? Ndio maana hata ukwe makiki, tuko na bezo yako. Hatukukuya mtu ya competition, maana kila mtu presence yake ni ya maana ndani ya kanisa. Ndio maana roho ya kujilimi lazima itoke, tuke tuishi neema ya Mungu, tuke tuishi baraka ya Mungu. Hata kama unaimba, hata kama unahubiri, hata kama unitoa, hauko special kushinda ule mambo ya pale. Ndio wakati mwingine unaweza kujifunza tu ubiri. Kwa Mungu alikote mtu mmoja tu, na ule mtu akufanya hata utume milioni. Nilisikiza juzi hapa kwa David, Pastor David alikuwa anahubiri fasi moja, akapata ushuhuda ya mama mmoja kanisani Carmel. Akasema yule mama aseme alikuwa anasema na yule mama 10 ndio alikuwa kanaambiwa kanisa, na hakuna mwanajuanga mkanisa. Hakuna. Ndio anaombea kazi yake tu ni kuombea kanisa, na anapata kama message kila siku za kanisa akipatia tu wao mchungaji. Maana kama mchungaji ndio mtu anajua siku atakufa. Ndio mchungaji kusema sababu kile ndio watu kushtuka Mekitu na kiwa mkanisa kila mtu anapenda visibility. Waimbeji wa nini wanapenda mikrofoni. Kile anapenda tunayaonekane. Esprit ya kutaka kuombe hata ameleta mikrofoni anapenda tunaipata tutafanya nini? Tutamuone tunaye. Hatufai tunachia kusaidiana kazi ya Mungu inuke. Kila mtu anafanya juu ya sifa zake. Mwenyewe mimi najua kufanya hivi. Mimi najua zaidi ya huyu. Mimi najua. Ile roho lazima itoke. Tutumike kwa kusaidiana. Kila mtu kwa nguvu yake, kazi ya Mungu ifanye. Haleluya. Haleluya. Kama lazima tuikale, tuke kusikwe esprit ya kushindana. Haleluya. Haleluya. Banafunzi watataka ingia mwipepo. Bakaza jiuliza nani ndio mkuu wa kushinda mwingine? Nani mkuu wa kushinda mwingine? Nadhani Petro akawaambia mfanye angalisho. Mimi napataka marevelation mpaka Bwana anasema haiko damu wala nyama. Make mimi nastahili. Bwana anawaambia mwache huyo. Mimi nataka kukifua ya Yesu. Mimi nasema siri yake kuna gonga tu. Mkifuata muzako mtashangaa. Yuda anawaambia mimi watachezesha. Ndaenda na lare yote hapa mtashangaa. Yesu akamsikia ile upishi, Biblia inasema akaleta mtoto akamtia mbele yake, akamwambia mnapenda kuwa mkubwa nawe sawa mtoto. Haleluya. Ile upishi ikaendelea kusikia. Yesu akamwambia kuna desefua, aseme unajua katika ulimwengu ya kimwili mtu mwenye anatawala na masifa. Maki anapoka yuko anatawala kuonea Jomo Paulo ule, Jomo President ule, Jomo fulani
kwenu haiko vile. Kwenu mwenye anapenda kuwa mkubwa nawe mtumishi wa wengine. Unatafuta ukubwa haikuonekana. Mkubwa ni kuwa mtumishi wa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlimwengu ya kiroho kikaonekana. Kama unakuta leo kanisa makofi na mapuazo. Juu ya nini? Tuko napenda tuangamizane juu kila mtu kuna competition na mwingine. Hata ulio utakuwa Sikuwa nisemaka kitu mwangu na pendaka nisemaka hivi. Aseme ukitaka ukue simba, usiuwake simba. Mesogelea simba ujifunze kwa simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lipe sana. Shida ni kwamba kanisani kama wanakushinda wanapenda tu. Hatukera kushindana, hatuna competition humu. Okurale fulani ni mbaya mzuri kushinda mtoto wa zama wa kanisa zingine. Okurale fulani ndio ni kushinda wengine. Tunakuta wapiga mikono papa. Si kwa sababu watakia panda maji ni ndio wakati. Hapa vile mkanisa tuweze una neema ya Mungu. Wakati tuko na kaima chia kukanyaga wengine. Tunataka ima chia utukufu wa Mungu. Huyu anatakiwa fanya mechia utukufu wa nani? Hapana chia kukionyesha ukubwa yako, grandeur yako ama kuchua yako. Haleluya. Jambo la pili, muda wetu kadui tuikale juu tusizuiane ndani ya kanisa. Nimesema hapa pia tungekuwa na shimama kama mama haiko naona mbele. Juu ya nini? Juu iko bahati mbaya iko nyuma ya maji. Ni bahati mbaya. Kwa maji kisha mshimama. Haleluya. Haleluya. Mwenyezi tunaikala. Bibi iko bien. Maki wakati tunaikala na mwenye iko kule nyuma iko na possibility ya kuona kusimama. Na wakati tunasimama tutazuiana. Penye iko nyuma hawataona mbele. Kama lazima tuikale tuepuke roho ya kuzuiana. Angalia kwa pembeni yako sitaki unizuie. Kama naikala. Haleluya. Haleluya. Roho ya kuzuiana mfaso gani? Mfaso mpili. Kitu ya kwanza tupale watu hawakuwa na time. Kulikuwa tu mapisho na kulikuwa baadhi mwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa ukipata neema kama mnashimama, baadaye tumemiko mbele, banakuzuia usio. Lakini wakati ni mnaikala, kila mtu atafanya nini? Kila mtu ataona jia nini? Tunaikala nyie wote. Haleluya. Kanisani tunapokuya haiko tuko na neema ya Mungu kunishika mie ndio unizuie na mie au usitukuze Mungu. Lazima unipatie nafasi madogo na ya kabambi kushinda yangu. Nipe nafasi na nikupitia yangu. Nimtukuze Mungu, nimtumikie Mungu, nimsifu Mungu. Neema yako isiwe obstacle ya neema niko nayo ifanyie Mungu kazi. Haleluya. Haleluya. Tuko na Mungu ataka wewe. Ndio usinipe neema. Tuikale. Sio tutumikie Mungu. Lazima wasimame kwa kila siku atembea kila siku tuko kanisa ya mitume ya ukweli. Maana sio tuko watumishi. Lazima sio tufanye kazi. Sasa wewe uko na neema ya mingi, usizuie mwenyewe na neema ya kidogo afanye nini? Afanye kazi. Tuikale sio tufanye nini? Kazi kwa utukufu ya nani? Hata kama unaipata pia kunishinda. Na mimi nipeleka basi. Na mimi hata kukua pale na ile kidogo nilipo naye niimbe. Mungu abariki korale ya mahali hapa. Nasema Mungu abariki korale ya mahali hapa. Kila nini? Nijui korale kwamba nimejifunza kuona hata mtu mwenye hajui leo anapataka mikrofoni aimbe. Kila mtu nikimbia korale kila ile. Baka kushakuza korale kila ile. Tulikuwa hapo nyuma tunatuma masauti na kila siku watakufundishaka. Maana kila siku Mungu mchafu kule nyuma. Haleluya. Haleluya. Leo sijue limpa. Tunilitaka kukorana na Bwana. Korana mpaka basi kupatia participation. Ukishindwa ni moyo. Bana kunyang'anya. Lekuko dada unastafutaje? Na ule kaka. Boya kama shinde case for. Atamwambia SN kwa. Pima
Mewe alikupa tu limoni. Ukashindwa bila alikia pale. Leo siku moja nikajirevolte. Nikasema yakuwa nini? Na sitaimba tena. Ema? Maana niye tu. Bakanyamazisha kwa kukumpozea nyimbo kwa katika uzirape. Bakanita ile partisia rape. Na mimi nikababuka kasikia wata hivi. Haleluya. Haleluya. Ndio tukaoneka kama mjifunike neema yangu. Tunatoa ubiri sana, ndio watoa ubiri sana. Mimi kale katogo, nipe na mimi tukusi hapo Mungu. Maana Mungu aliumbaka mrefu, kama aliumbaka na mfupi. Mungu aliumbaka mnene, kama aliumbaka na mkonde. Sasa Mungu alikupatia sababu, kama nipo na mimi kidogo, nipo neema na wewe. Kale yangu ya kidogo, na mimi tukusi hapo Mungu. Na mimi sifa hapo. Haleluya. Haleluya. Tusichukuliane makala kitu kwa matalaka watu kushinda wengine. Viongozi. Haleluya. Tusichukuliane makala kitu kwa matalaka kushinda wengine. Tuko na kaya sababu kunishinda hapana vile papa hapana vile mama. Tuache shio wote tutumike kwa pamoja. Maana akafa leo ya mrefu inakuwa nafasi kwenye mfupi huko. Kwenye hakuna mfupi urefu wako haina valere. Urefu wako haina valere. Kama unapenda kujua urefu wako na valere, lazima utoke kwenye watu mafupi. Haleluya. Haleluya. Wewe usizuiane juu ya jambo ya pili. Acha nimalizie pale. Ndio kidogo pale. Jushi watakufika sana. Shona tukufikia ni moyo. Wale watu kwenye ofisi ya senki mimi boda wakufikia ni moyo. Kwa hiyo wapata neema ya kufika mbele. Na kwa wengine wakapata neema wanakaa nyuma na lete. Haleluya. John tembea hapa best ya sashi. Hata tukienda tukimbia sana. Asa kisi liko ofisi ya senki. Bewalifika tu mbele. Bakosha kamata maposte ya mbele. Bakazuia deja na kia nyuma na wasione neema ya Mungu. Yesu akaona kwa upendo shiwo ipikali. Juna mwenye iko nyuma kule. Kanisa wakati tumoe umetumwa ni nini? Unakuta kanisa kuna evolve miaka ni masura za kufanana tu. Tushajua hapo masura. Hiki kitu fulani ni kalako, hiki fulani ni kalako. Ni sura za Mungu zote zikiingia. Unapaka wale watu walitangulia. Bili kazi yao kwa kanisa ni kurudisha nyuma katika nyuma. Kama ulitanguliaka au kutangulia tu kwa obstacle unatakia nyuma yako. Ulitangulia tu kwa msaada kokote unatakia nyuma yako. Shida tu kwa kanisa unataka watu wanakwambia mimi naingia kanisa na mimi napenda nikuwe narudia hapa. Ndio unachunga mwezi wa kwanza ya pili hata unakutana. Kumbe alikuwa naka mkimoni kitanguliaka. Anasema njoo mimi nakuja huko. Njoo sina mpaka hivi. Haleluya. Amen. Haleluya. Bali walitangulia na kanisa. Mara mingi wanakuwa kwa obstacle wanakia nyuma yao. Kwa pasi wa mingi wanazania ya kwamba mwenye anakuja nyuma maana anakia nyuma baraka yako. Ndugu yangu hata kama ilikuwa yako ni yako tu. Haleluya. Haleluya. Kama ilikuwa yako ni yako. Biblia inasema sema Mungu tu mwenye atupana kwake na majuto. Baada kikupa hawezi kunyang'anya tena. Asa usikua obstacle wanakuja nyuma. Kuwa chombo tu kusaidia wanakuja nyuma. Batu ya mingi walirudia nyuma mwokovu. Jua walitanguliaka wokovu. Popote mata pia walitanguliaka mwokovu. Kama unakuta mkanisa mara mingi batu walitanguliaka kanisa na walitanguliaka mwenye kanisa. Tuya nini? Ile marotu ya kuzuia mimi wasiendelee. Na nyuma nilisema kwa yetu hapa Mungu ibariki. Tunafanya kama Kenya wanapatia nafasi ya kuishi. Hata wageni wanapatia mikrofoni. Haiko kila nafasi. Haiko kila nafasi. Na kumtaka siku moja tutapaka ukoka tukafia moyo. Mali yote hapa kwenye kanisa iko pankaria kwao. Escalia kushuka uelakate hivi. Kanisa mwa sepe iko pale. Pio mwaka nimevaa kanisa. Sasa nifikisha ndio mkorani. Tupana rafiki yangu Elise. Nimeingia mkorani. Au tupatia mafundisho. Basi mobile siku kwamba la shindo te bilogo. Ndio kwa penda bilogo sana.
Tuambia kitu ya kwanza usimame kilote na nyumba. Kitu ya pili unyolewe nywele zote. Kitu ya tatu utafanya miezi 6. Unakaa kila siku mkorai lakini hautaibada. Haleluya. Jambo gani kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Papi walitangulia kama mara mingi bashati ya obstacle wengine basiendelee. Hata Biblia viko mafarisie, Biblia inasema anashimama kwa mlango, kwa waingie na wapeleka wengine haingie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko vitu vinafanyikake huko. Mungu anasaidia Mkenya na kuwe akaanza mfano. Nimetangulia kama obstacle yake. Kwa mtu atakaye na wito wake, niliona mama kwa Mungu ambariki. Yeye ndiye mkeni, mete shiko na fana akiona mayani anasema hii mchafu, anatoa chenga anatosha ile mayani. Na mama wale probleme jua ya kwamba utapata kisiki. Na kitu moja kuambia ya kwamba kinga pale kwa baraka yako. Maana unakutana wewe wako na malaika, tuko wanadamu. Haleluya. Usirudie nyuma juu ya mtu. Kama Mungu anataka kufanya kazi, atakutana na obstacles za endelea mbele. Daudi anapata obstacle hata mwaka mbele yake. Haleluya. Haleluya. Ataka uko mgeni, kama unataka kufanya kitu, fanya hapo. Usione mtu mwenye kutangulia apenda kuzuia. Fanya kile Mungu amekupatia. Fanya kile Mungu amekupatia. Fanya kwa nguvu, ataka kupiga machue, ataka fanya endelea tu kufanya, maana wakati unafanya ile kazi ndio kunaficha baraka zako. Haleluya. Wacha roho kuzuiana kanisa kuendelea. Tulikamiliaka. Haleluya. Hapo basi watu wasoma mtongo. Tukaitia hapo. Tunachoka hebu basa. Ndio mwaka ongea kasema. Asema ili tuwatesikia hivi kanisa na yala kukiwa atakatia dogo. Leo kanisa letu kwa watu wanapoka mabegu wengine wanatia funga. Wale soma Yohana 4:36 utaelewa. Yesu anambia ndio wanafunzi aseme nyinyi mnaelekea funga na wengine walifanya nini? Kuko tu utapandaka na wengine wanafunga. Na hapo ni uongo na funga ndio wewe kupandaka. Kwa maana pembeni jinsi wao wanafunga ndio kupandaka. Pembeni na wao pande. Pengine wafunge. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila wapala ibarikiwe sana. Haiko ile tutapanda tutavunaka. Lazima kuko wengine watakiwa kuvuna. Ndio maana stop obstacle yanatoa nyuma yako. Hata kama wanafanya mwenye unifanyake, tia hapo moyo. Haleluya. Hapana kuwa kizuizi. Hapana kuwa blockage. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo aliniambia kwa siku moja. Asema nakaribisha mama mama kwa vile na ngali Mkenya nikamwambia leo lazima itoke kanisa. Hatupashe blockage mtu juu mgeni. Kama kuna wito wa kufanya kazi, hata kama ni mgeni, afanyie Mungu kazi. Maana hii kazi hatutaimaliza kwa shule peke. Hatutaendelea shule peke. Lazima tuachie nafasi na watakuja nao waifanye. Basi tuko hapa sasa. Kesho hatuko. Tusipopokea watakuja kazi inaweza isha. Haleluya. Haleluya. Toma nasema tusizuiane. Ndio kama nijue mwako watu wazee na mama. Kwa kweli nijue moyo na kwaka mama. Hapa karibu ya maji kuna Maria wiki mkutana jiku karibu ya maji. Ile malisho wa mtu anazita zese na mwanga. Ile nijue na kwaka na problem mwana mzuri sana. Nilijua naishi mumai lakini alikosa kukelezi. Mabeke naishi mumai na itakataki. Na mkanisa kwa watu wanaishi mkanisa na waokokaki. Viko miaka. Sawati ukifika na kibwana kwa kile kimoja. Unajua kutengeneza kule huo unasema mimi na hana. Ndugu yangu acha nikwambie kitu moja, tuko wa malaika. Na ukikutana obstacle juu ya kwamba maana Mungu anaona ndio unafanya. Juu yenye mtu unafanya na Mungu anaviona ni apart na obstacle. Toma usitie nyuma tu kutangulia. Fanya tu kazi Mungu akuitia. Tunataka kosa Ismaili Biblia. Na tunakosa Ismaili tunaona kosa Ismaili. Haleluya. Kama hizo. Kosa tunaona kosa Ismaili. Hapo tu. Biblia inasema hivi wewe kwa kosa Ismaili. Mafukuza Ismaili ndio alichekaka Isaka siku alitosha Isaka kwa maziwa. Ile Isaka wanamtosha kwa maziwa.
Unaona kumzuia mtoto tena, mtoto wa mwanaume anapenda maziwa. Isaka kali. Isaka kulia sasa mtoto wa maziwa. Ismaili akacheka. Kasi ana upeti. Etana alienda hivi. Pale mama akasema, njoo hivi. Huyu atalizi na mtoto wako. Akaambia bwana, toa pumbafu na mama yake fukuza. Kisha kushangaza Ibrahim akaenda kwa Mungu. Mungu akamwambia sijali ni mke wako nakwambia. Mimi sasa nafanya nini? Jua alicheka. Haleluya. Haleluya. Pourquoi? Parce que en réalité watu wengine wangepasha kacheka Isaka. Mais hapana Ismaili. Juu yake Ismaili alipasha kumconsoler, mwambie nilipitana na hiki kipindi grand petit. Bitakuwa bien. Vumilia. Mais face à kumconsoler petit frère, yeye akachekea to petit frère. Mungu akaona Mungu ifo wafukuze shenzi. Ndugu yangu mpendwa, wakati Mungu atachekea ile wanashindwa, jua ya kwamba uko anakufungulia mlango wa Mungu kufukuza. Lazima tuofe mlango ya kusaidia ile wanatashindwa. Ya kwamba mlango wa kukokota ile